jeshi, ulikuwa na polisi, ulikuwa na uhamia, na kila kitu. Mamlaka yako kamili kama dola. Tena dola hii iliyoanza miaka zaidi ya 200 kabla hiyo Tanganyika haijakuwepo. Lakini leo eti kwa sababu ya muungano umefika pahala, ndugu zangu, umekuwa hata kukopa ukakopewe na Tanganyika. Hata kukopa mambo 41 huna mamlaka nayo. Wewe una serikali gani? Wewe una nchi gani? Ndio maana nasema ni ndoa ya jinsia moja. Maana wenzetu hawa walijikubalisha, tulianza na mambo 11 lakini wakaona hatujakuwa mabibi wa kutosha, wakasema hujapaka wanja. Tukapaka wanja, tukapakishwa wanja. Sasa basi mwanamke gani atarangia mdomo hupaki? Wenzako mpaka leo tumefika hatujijui wanaume au wanawake. Bora angalau ungekuwa mwanamke ukajulikana. Ni heshima eti kwa mke wa mtu. Lakini kama ni mwanamke, lakini kwa mwanamume ukawa mke wa mtu, wala mambo hayo vipi? Ndio tulipofika sisi. Bora tungekuwa wanawake tukajulikana, ni heshima kwa mke wa mtu. Lakini leo wanaume wazima tumevuliwa kimoja kimoja, tukivishwa vingine. Mpaka leo tumekuwa hata hatujulikani kitu gani. Jamani, watu wa Tumbatu mnalikubali hili? Watu wa Tumbatu mnalikubali hili? Mna nchi yenu mpaka imefika pahala. Ndio tulipofika, na ndio tunayosema, na hayajasimama, yanaendelea kwa sababu waliopo waliojipa mamlaka. Na ndio maana ukaona kwamba ukifika uchaguzi litakuja jeshi, kwa sababu wanalinda watu wao, wa kulinda nyumba yao. Hawajamaliza kazi hapa mpaka tupandishwe miguu tupakwe hina. Sijui atafanya nini, lakini naona nia yao mpaka mwisho. Siku atakayoona tumbo liko juu, mtu unatema mate, ndo atajua kama sasa kazi imemaliza. Ndio tunako pelekwa. Jamani, watu wa Tumbatu, hadithi hiyo mnaikubali? Ndio maana tunasema jamani, hawa safari yao haijesha. Lazima mwaka huu tusimame tusimame. Na waambieni, na ndugu zetu bahati nzuri wengi walioko CCM wameamka, wameona huku siko. Lazima tusimame, tufike pahala tuinusuru Zanzibar, tusimamishe nchi yetu, tuwe na mamlaka kamili, tuweze kuendesha nchi yetu, tuweze kuendesha mustakabala wetu, tuwatoe watoto wetu katika umaskini huu. Tuwaepushe watoto wetu wasije kuwa wageni katika nchi yao. Na sijui tunasubiri kitabu gani. Tunayaona leo anatoka mtu si Mzanzibari, anakuja kuandikishwa, anapewa zanaidi. Huyu kesho kutwa ndio mwakilishi wako, huyu ndio mbunge wako, huyu kesho kutwa ndio rais wako. Ndio hapo ninaposema, hapo sasa utakuwa na tumbo miezi 9, utafanya nini? Na mimba haitoki tena, itabidi uzae tu. Sijui. Na kwa hapo utakuwa umekufa uzazi tu, lakini mtoto atabaki. Ndio tunapotaka kufikishwa. Kwa hivyo ndugu zangu, tunasema kwamba sababu ya kusema lazima tuinusuru Zanzibar. Wenye Zanzibar ni nyinyi watu wa Tumbatu. Nyinyi hakuna wakuja, nyinyi hakuna wakuchovya. Nyinyi ndio ambao mmebaki na dhamana hiyo. Na ndio maana tunawashukuru sana kwamba kuendeleza mila na dasturi zetu.
ndio akiba yetu iliyobaki. Ndio maana makamu mwenyekiti akataka kuthibitisha kwamba nyinyi ndio wenye dhamana, ndio akataka nyimbo za asili. Hakuna pengine, haya ni Tumbatu tu. Kwa hivyo ndugu zangu, tunachosema ni hicho. Lakini la pili, watu wanataka kurudi mjini. La pili ndugu zangu, la pili tunalosema ndugu zangu ni kwamba lazima tufike pahala, lazima tufike pahala nchi hii iendeshwe kistaarabu. Nchi hii ni ya waungwana, nchi hii ni ya waungwana. Lazima ifike pahala nchi hii iendeshwe kiungwana. Hatuwezi tukaishi katika nchi ambayo watu wanachungwa kama mbuzi au kama kondoo. Haiwezekani, haiwezekani. Kama umejikubalisha kwa wewe kiongozi, twende kwa ustaarabu, twende kwa ustaarabu. Na ustaarabu wa kwanza ni kusimamia maslaha ya watu. Lakini leo hebu niambieni ndugu zangu wa Tumbatu, uchaguzi ni kitu gani? Uchaguzi ni njia ya kusema kwamba fulani ndio atuendeshee mambo yetu, au vipi? Sasa kama wenye ufalme huo ni nyinyi wananchi, tukenda kupiga kura, kura si ya chama. Tukenda kupiga kura, mkenda si Othman Masudi, ni kura yenu. Mmesema tunamtaka Othman ndo atuongoze, ni kura yenu. Mmesema tunamtaka Ngwali ndio awe mbunge wetu, tunamtaka Mcha awe mwakilishi wetu. Ndio maana ya kura, ni yenu nyinyi, si ya chama, si ya serikali. Na ndio ufalme wa mwananchi katika nchi yake. Mkinyang'anywa haki hiyo wananchi, ndugu zangu wa Tumbatu, mkinyang'anywa haki hiyo, nyie hamna sababu ya kuwa Watumbatu, hamna sababu ya kuwa Wazanzibari, hamna sababu ya kuwa wananchi. Nyie ni watumwa katika nchi yenu. Maana mtumwa ndio hana amri, bwana wake awe nani, au vipi? Anaweza akauzwa, au vipi? Mtumwa ndiye ambaye hana amri nani awe bwana wake. Lakini ukiwa mwananchi huru, haki yako ya kwanza, hakuna bwana juu yako baada subhanahu wa ta'ala. Juu yako bwana peke yake ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa wao wanachotaka ni kufanya kwamba wewe ni mtumwa katika nchi yako, usichague bwana, wachague wao. Mtakubali ujinga huo? Watu wa Tumbatu, mtakubali ujinga huo? Ndio maana tunasema ujinga huu sasa hatuwezi kuendeshwa nchi katika nchi na mambo ya kijinga ya namna hiyo. Hii ni haki ya wananchi, ndio ufalme wao kumwajibisha mtu ambaye kachukua dhamana ya kuendesha nchi yao, na ndio atakapokuwa heshimu, na ndio atakapokuwa na nidhamu ya kuendesha nchi. Hawa leo, unakwendaje leo umuue mtu ambaye unataka kwenda kumuongoza? Unaendaje kumhujumu mtu unayetaka kumuongoza? Tumefika pahala leo, maskini za Mungu, unamchukua Pandu ende akamuue Jecha. Unamvisha gwanda huyu, yani maskini aliyevishwa gwanda anakwenda kumuua ndugu yake mwenye viraka. Huu ni ujahili uliopindukia kiasi. Halafu mtu utamkuta msikitini anasema mie mtu wa haki, amani. Tumefika pahala nchi hii tumetolewa hata kwenye dini yetu. Maana masikini Pandu akishakuvishwa gwanda anaona yeye bwana wake ni yule anayempa mshahara, kumbe ni mshahara wa baba yake, ule ni mshahara kutoka kwa mama yake.
ni mshahara kutoka kwa mjomba wake, ndiye anayelipa kodi. Yule hana mshahara bwana, yeye anauiba huo mshahara. Tumefikishwa huko. Unakwenda kumpiga ndugu yako, unamuua ndugu yako. Hawezi. Nchi lazima itadamirika. Nchi lazima itadamirika. Huwezi kuendesha nchi kidhalim namna hiyo, nchi hiyo ikasimama, hasa ikiwa watu wenyewe wanajiita au ni Waislamu. Haiwezekani. Na sisi tunasema hili ujinga huu lazima sasa ufike mwisho. Lazima ujinga huu sasa basi. Leo tumefika pahala Watumbatu, jamani, niwaombe ndugu zangu Watumbatu, msikubali mkapiganishwa, msikubali mkafarakanishwa. Tunachosema tufike pahala tutetee leo. Mtumbatu ni mmoja, Watumbatu ni wamoja, na ndio watakapokuwa na heshima, ndio watakapoheshimiwa, ndio watakapokuwa na baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini tusikubali wanaotutenganisha, wanaotupiganisha. Ni kwa sababu hiyo wanachotaka wao watawale, waendelee kututumia. Mimi nilipoingia jambo la mwanzo, wapo mashahidi hapa wazee, la mwanzo nilikaa nao, tukapeleka mapendekezo namna ya kuwaunganisha Watumbatu, namna ya waliopata madhila kufidiwa. Wapo mashahidi hapa. Tukawapelekea na waraka na watu walioathirika na fidia. Mpaka leo badala kulishughulikia hilo, ndio hilo unaosema kuja kujengea uchochoro wa matufali. Anakuambia tayari maendeleo hayo. Anakuambia tayari hayo maendeleo, lakini maendeleo ya kuwaunganisha watu, ya kuwatendea watu haki hawayataki. Sasa we binadamu gani? We kiongozi gani ulokuwa huyataki hayo? Leo tuitazameni Tumbatu. Tuitazameni Tumbatu jamani. Wenzetu walipoingia walisema sera yao kubwa ni nini? Uchumi wa buluu. Kama uchumi wa buluu ungekuwa ukionekana huko Tumbatu, au sio? Au vipi jamani? Ungekuwa mfano huku. Jamani, nyewe mmeuona hiyo faida yake? Mmeiona watu wa Tumbatu? Mmeuona huo uchumi wa buluu? Au mmeona buluu ya uchumi? Leo hebu tujiulizeni watu wa Tumbatu, kwa hadhi ya kisiwa hichi, kwa utajiri wa kisiwa hichi, leo ni mpaka tupige ramli ya maji. Mpaka tupige ramli ya maji. Ukitaka kuja Tumbatu, kwanza ukae upige hesabu. Maji saa ngapi, kutoka saa ngapi, kuingia saa ngapi. Mgonjwa hajui maji. Dharura haijui maji. Hapa ni pahala kusema kweli pakuwa Tumbatu hii ni mfano. Pakuwa Tumbatu hii ni mfano. Na ndio maana tunasema kwamba sisi inshallah Mwenyezi Mungu baada ya Oktoba, jamani, ahadi hii tunaichukua kwenu, tunaichukua mbele ya Mwenyezi Mungu. Tutairudisha heshima ya Tumbatu. Tutairudisha heshima ya Tumbatu. Watu kenda kujenga, anasema anakwenda kujenga kiwanja Maisara milioni 7. Tumbatu kweli? Kwa kwamba hapa upige ramli ya maji? Haifanani. Haifanani. Unasafiri hapa unakuja huku kufika majaliwa. Haifanani. Hiyo sio heshima ya Tumbatu, na hiyo sio daraja ya Tumbatu. Leo tumekuja kupakwa mafuta kwa nyuma ya chupa. Tunaambiwa wilaya ndogo. Ajabu na kituko cha watu hawa. Wilaya ndogo lakini hutimizi hadhi ya kuwa jimbo. Ajabu.
Nini? Kwa sababu watu wapate kushinda tu. Sisi tunachosema hadhi ya Tumbatu linastahili kuwa jimbo kamili, na inshallah litakuwa jimbo kamili, jimbo la Tumbatu, kulinda heshima, mila na silka ya watu wa Tumbatu. Mwingine anasema watu kidogo. Jamani, viko visiwa vya wenzetu ambao wana visiwa kama hivi maalum na wanavipa hadhi ya kuwa ni jimbo maalum, wanapiga kura wenyewe kwa sababu wana mahitaji yao. Tumbatu kuwa mji mdogo wakajiendeshea mambo